Hebu nipungie mkono. Nimerudi hapa na topic ambayo inasema majina mazuri. Majina ni mazuri sana tunapowaita watoto. Na sana sana sisi wamama tunapenda sana kuita watoto majina. Mtoto anapozaliwa mahali tunakimbia mbio sana kwenda kuita mtoto jina. Majina za ukoo, majina za kutoka kila upande, yaani ukoo kila upande. Tunapenda sana kuita haya majina. Lakini hatujui ya kwamba majina ambayo tunaita hatujakula ndani tuone haya majina ni majina aina gani. Ukiangalia katika Biblia, Yohana Mbatizaji, mama yake alitaka kumuita jina, lakini baba yake alipinga, maana alijua hilo jina sio nzuri na akaleta jina Yohana. Kuna watu ambao wanaitwa majina za ukoo, na huu ukoo unasumbua sana. Unaweza ita mtoto jina na hilo jina huyo mtu mwenye unaita alikuwa na masumbufu fulani. Utakuta mtu anaita mtoto jina na hajachunguza huyo mtu aone huyo mtu maisha yake yalikuwa namna gani. Mtoto anaitwa hata jina la jirani ambaye alikufa, na haujachunguza ujue jirani mwenye alikufa huyu alikuwa maisha yake yalikuwa namna gani. Utakuta mtoto anasumbukana kwa sababu ya jina ya jirani. Utakuta mtoto anasumbukana kwa sababu ya majina za ukoo. Utakuta majina mengine watu walikuwa ni walevi, watu walikuwa ni washerati, watu wanaoa mabibi wengi, watu walikuwa yani hawana maisha mazuri, lakini utakuta mama anaita mtoto hilo jina bila kufikiria. Kuna majina mengine mahali hilo jina lilitoka huko nyuma watu walikuwa hata hawasai. Lakini utakuta sasa limekuja limeaffect mtoto. Yaani mtu anasumbukana hata kwa ndoa, anasumbukana nini, na kumbe ni jina ambalo aliitwa na wazazi wake. Hawakuwa wanachunguza huyu mtu ni mtu wa namna gani. Hawakuwa wanachunguza huyu mtu maisha yake yalikuwaje. Hawakuwa wanachunguza huyu mtu ni mchawi, ni mtu wa aina gani, lakini wanaita tu jina. Yaani mradi tu wameita jina. Watu wamesumbukana sana, maisha yamekuwa mabaya kwa sababu ya majina. Tuchanuke, tuchunguze majina. Hata majina za kupatiza zimekuwa mbaya. Google jina, uone hili jina maana yake ni nini. Ndiposa ukaweza kuita mtoto jina la kupatiza pia. Maana utaweza kuita jina la kupatiza ukidhani ni nzuri, na hili jina linakuja linahangaisha mtoto katika maisha. Mtoto anakuwa mtu wa kuhangaika sana katika maisha. Na utakuta kuna majina mengine ambayo wakanga na wachawi wanaipenda sana. Kwa mfano ukiita mtoto dhahabu, nyota, wakanga wanapenda sana. Maana wanajua kuna nyota hapa na dhahabu. Wanatafuta mbinu ya kukuja kuchukua mtoto ili waende watumie hiyo nyota, watumie hiyo dhahabu. Kwa hivyo tukue werevu sana, tujue ni majina gani ambayo tunaweza kuita watoto, yale majina mazuri, yale majina yanafaa. Google jina, ujue maana yake, ndiposa uweze kuita mtoto. Tukue wachanja, tukue werevu. Wache mambo ya kusumbua watoto kupitia kwa majina. Alafu mtu anajiuliza mtoto amekuaje, mtoto sijui ni nini, na kumbe ni majina ambayo tunaita ya ukoo. Unaweza kuita jina la ukoo na kumbe huyo mtu ambaye alikufa kisasi cha nyuma hakutaka jina lake liendelee. Alafu wewe unapoendeleza hilo jina kutoka kwa mtu ambaye alikuwa ameitwa yeye na hataki jina liendelee, alafu wewe tena unaita hilo jina, hicho kisasi cha nyuma kama kilikuwa kimekataa hilo jina, utakuta hilo jina linasumbua mtoto sana, maana yeye hakutaka jina lake liendelee, alitaka liishie mahali lilifika pale. Kwa hivyo tuchungane sana, hasa sisi wa mama, tuchunge majina ambayo tunakimbilia. Tukiita mtoto, wacha niite mama yangu, wacha niite baba yangu, wacha niite sijui shosho, sijui niite nani, unafurahia, unajitukuza, na huyo mtu naye anakuja anajitukusia ndani ya mtoto, mtoto anaanza kuharibika. Kama mtu ni mchoyo, mtoto anaanza uchoyo akiwa mdogo. Kama mtu ni mtu wa aina gani, usherati, anaanza kuwa msherati akiwa mdogo. Yaani hatosheki. Mtoto anaharibika. Akikuwa mtu mkubwa, anakuwa vitu vingine tu. Hata waombe, hata wahubiri waombe na mnakani, bila hilo jina kutetiketiwa na kupatilishwa, haifanyi kazi, haifanyi. Wahubiri wanaomba mpaka wanachoka kwa sababu hilo jina halijatetikiwa, halijatolewa. Na kama ulishaita mtoto jina, kama haujui, uanze kupatilisha hilo
China, ukaite jina lingine ukiomba. Na kama unaona ninakutanganya, basi endelea kuita, basi hiyo itakuwa ni shauri yako.